Habari nyingine mwanawani. Ule usemi wa ukijua huu wenzio wajua huu umejidhihirisha katika tukio hili mwanawani. Usinichoshe na pull na push. Yeye mfanyakazi huyu ambaye ameajiriwa katika shirika zito kabisa. Ghafla bidibu anakutana na mzee mwajiri. Ndio mzee. Kwa hiyo nimefurahi sana kukuona. Nikasema ni jambo moja la kufurahisha sana. Kwanza nikija nimepita hapo unakaga kwa secretary pale unasoma magazeti, nikapita nikakucheki. Unajua mimi nimetoka kwenye kipindi sasa hizi. Wakati yeye mfanyakazi akiwa anaeleza mambo yake kwa mzee huyo. Ghafla bidibu mzee alianza kutupa maneno. Pale nyumbani nimeona piki kila watu wananiambia bwana ile kamba ya nguo sijui imezoea kuonekana na nguo aina moja. Kwa hiyo nimeona nimtafute mwenzangu ili angalau nguo ziwe mchanganyiko pale, suruali, kanga na nini. Na walipokuwa wamenielekeza wakubwa wangu wakawa wanasema ukitaka kuoa utafute mshenga, mtu ambaye anatoka kabila hilo, na ninayemuoa ni kabila hilo lako. Na unajua shughuli za mshenga zilivyo, utafute mzee ambaye hana kazi ya kufanya, anazunguka. Sasa aliposema tu akili kakukumbuka wewe. Kwa sababu naonaga hapa ulipo una chochote unafanya, mara unakaa hapo unasoma magazeti, mara unaomba chai wanakupa kahawa hadi jua linazama, huna chochote unafanya. Ndio maana nikaona nije nikushtue. Kwa hiyo mzee wangu, mimi naomba unisaidie shughuli ya ushenga. Imo unasema? Nilikuwa naomba unisaidie kwenye shughuli ya ushenga. Hivi wewe, si unajua hii ni ofisi? Ndio, ni ofisi na mimi si niko hapa. Haya mavazi gani sasa? Hii kamba hizi. Si minyororo hii. Mimi nakwambia sala ya ushenga bana mzee. Sasa kama unatambua ni ofisi unavaaje hivi wewe hivi ima unavaaje? Ofisini tunavaa hivi sisi. Sawa, vaa basi shati, vaa suruali ya kitambaa. Hii nini hii? Sasa mzee mimi nashindwa kweli. Subiri umka. Si afadhali sasa uvae hivi kama hivi mimi. Unavaaje hivi? Ndio maana nasema hivi ni afadhali uvae hivi uwe na kitu cha kufanya kuliko kuvaa hivi afu unakuja unasoma magazeti, unakunywa chai hadi jioni unaondoka. Sasa kipi ni bora mzee wangu? Kwa mimi naomba nisaidie kwenye issue ya ushenga na kulipa fresh. Sikiliza nikwambie, unakujaje ofisini hivi? Ndipo yeye mwajiriwa akaanza kutoa siri za ndani ya ofisi kabisa. Kumbe mzee huyo mnako asha staff kitabu. Kwa jinsi usione na nyamazaga kimya, mnapita tunawaangalia hapa, mnapita mimi nawaangalia, mnavaa hivi, mnavaaje hivi? Hii ofisi. Sasa kwanza sasa hivi naenda kuandikia memo. Nawaambia secretary andike memo. Hebu mzee samahani labda sielewa. Memo ya nini? Urudi nyumbani hivi. Utajua jinsi ya kuijibu. Nani anayeandika sasa hiyo memo? Sina toa taarifa inaandikwa na kukabidhi wewe. Mzee wewe. Ndio maana hapa ndani kumbe wanaelezewa kama maelezo yako kibao hapa anashindwa kuelewa. Wewe uandike memo kama nani? Wewe mwenyewe una nini cha kufanya hapa ndani? Si memo unapewa? Wewe unaandika memo kama nani? Sina nakupa memo. Acha maneno yako wewe. Mimi nakupa memo. Unipe memo nini? Wewe mwenyewe hapa una cha kufanya. Wewe mwenyewe umechokwa kichizi. Hapa ndani hamna hata mtu anakutaka. Unabana shughuli za watu. Unakaa kwenye viti hapo unasoma magazeti mpaka jioni. Watu wanashindwa kufanya kazi zao kwa uhuru. Ulisha staff unakuja kufanya ni ofisini. Kuna gani yeye alikasirika kabisa sasa. Education not proper shaft. Una chochote cha maana. Sawa. Basi fresh. Sasa hayo sio mavazi. Huo sio utembeaji wa ofisi. Huo utembeaji wa ofisi huo. Nenda zako wewe mzee, una lolote la maana, unakuja kazini kwa mazoea. Hivi mwaka 77 ungefanya kazi hivyo? Mwaka 77 unahusiana ndio huo 77 umesababisha saizi wewe staff. Unakuja ofisini tu unabana tu viti, unawafanya watu wafanye kazi kwa raha. Unaita sheria za mwaka 47 mwaka 77. Hayo mavazi ya ofisi kweli? Nenda zako wewe. Mwaka 77 ungekuja ofisini hivyo wewe hapa? Mwaka 77 nisingekuja hivi ndio. Hivi costume hizo za ofisi. Shati suruali ya kitambaa. Yaani kwa mfano labda ngoja nikuulize mzee. Wewe saizi umefuata nini? Hapo unaenda kufanya nini huko ndani? Saizi wewe unarudi unaingia ndani kufanya nini? Naenda kuanza kwa secretary. Unafanya nini kama sio kusoma magazeti kwa secretary? Kwa secretary kwanza. Si kusoma magazeti. Yaani unatoka nyumbani unashindwa kununua gazeti ukae nyumbani na mke wako usome, unakuja kubanabana vijana wanashindwa kufanya kazi. Hayo sio mavazi ya ofisi hapa. Utazungumzia sana mavazi hayo. Huna kazi yote ya kufanya na hapa siku zinapoelekea wewe tutakuja kukupa ngumi kweli. Wewe mzee utakuja kula ngumi kweli. Wewe fuatilia. Wewe unapata memo wewe.
Unapata memo. Subiri sasa, wewe unafanya Unapata namna gani sio? Sawa. Sawa. Memo.